Nataka kuzungumza kuhusu mambo ya Peter Salasya, ukabila pamoja na uongozi. Wacha nianze na mambo ya Peter Salasya. Wale ambao mlikuwa Nyayo live, unajua siasa ni kama kuoga. Maji ukiyavulia nguo lazima utayaoga. Peter Salasya, kwa siasa kuna mambo maine yenye ni lazima ujue, though we may not be advocating for that, but it is inevitable. Jambo la kwanza, kwa siasa kuna kiboko. Ukileta ujinga kwa siasa, kiboko is inevitable. Although tutasimama hapo tuseme ni mbaya, lakini kuna kiboko kwa siasa. Jambo la pili, kwa siasa kuna kushikwa na kuachiliwa. Ukiamua kwamba wewe ni mwanasiasa, ujue utashikwa at any time na utaachiliwa at any time. Jambo la tatu, kwa siasa kuna hongo. Upende usipende, kwa siasa utapea watu pesa, na kama utaki ukae kwako. Jambo la nne, kwa siasa kuna goonism. Kwa siasa kuna magoons. Kama utaki mambo ya goons, toka kwa siasa. Siasa sio kanisa. Although we are not advocating for that, but we cannot avoid it. It is natural. Peter Salasya ni gaidi and is a goon. Kusema tu kweli, that guy. Kwani nyinyi mnaishi Kenya gani? Unajua Peter Salasya is a very good politician. Anaambianga watu ukweli. Peter Salasya akisimama anaambia mtu ukweli. Na mbona nyinyi mnanyima Salasya ukweli? Ambieni Peter Salasya ukweli. Peter Salasya juzi tu akalima MCA Kofi kule. Ule MCA hakuwa Mkenya. Ule MCA hakuwa mwanasiasa. Ikaenda hivyo. Peter Salasya juzi amelima Echesa Mangumi. Kwani huyu Peter Salasya achape watu na asichapwe? Number 3. Peter Salasya, hakuna mtu alichapa Peter Salasya jana. Those are photoshops. Peter Salasya mdomo yake inakaanga tu hivyo. Hakuna mtu alichapa Peter Salasya. Wewe unaweza beba mtungi 200 liters na mkono mmoja ndio unarushia mtu. Ile kitu ilikuwa pale Nyayo, mashemeji mlifanya kazi mzuri kama ni nyinyi venye wanasema. Na mimi nawashukuru. Bas, wale watu walimtoa uchafu. Unajua walimsaidia kwa nini? Peter Salasya akilewa anakuanga na ujinga mwingi. Hata anaweza kojoa mbele ya umma. Na Mswahili alisema asiyefunzwa na mama yake anafunzwa na ulimwengu. Unafikiria ulimwengu ni nani? Unafikiria ulimwengu ni hewa? Ulimwengu are those qualified, those outsourced qualified people who forcefully instill discipline in you on behalf of your parents. If your parents did not instill discipline in you, wale wanaitwa ulimwengu watakuweka hiyo discipline. Na hiyo discipline, unajua wakati tulikuwa watoto wadogo, wageni wamekuja, wamekaa sitting room wataka kukula. Wewe badala ya kwenda kucheza watoto nje, unachezea pale sitting room, unarukaruka kwa viti, unafanya aje? Mzazi alikuwa anakuita polepole nje. Alafu anakuweka mkono hapo, anakuchuna polepole. Wewe unapiga sauti na yeye anakuchuna kabisa. Akirudi kwa nyumba, wageni wakimuuliza mtu analilia nini, atasema wanacheza. Akicheza anafanyanga hivyo, si hadi analia. Amemalizana na wewe. So Peter Salasya wageni wako Kenya, surely. Peter Salasya wageni wako Kenya. Amechukua ukumbavu, amepeleka Nyayo. In Kenya there is democracy. You can hold a rally. Angalia venye Natembeya anafanya kule Trans Nzoia. Natembeya hata akikashifu Raila venye anataka. Kuna mtu atamchapa pale. Because that is a political rally. You have a right. You are in a democratic space. You can do what you want in Kenya. Lakini Peter Salasya, sasa hii ni football match. Wewe umechukua sasa mambo ya siasa, umepeleka pale. Alafu you want to force your tribe to help you solve your stupidity. Sasa ameanza kusema Waluya wamechapwa. Waluya wameonewa. Waluya. Hii siasa ya mtu akifanya makosa anakimbia kwenda kujificha nyuma ya kabila yake. Sasa sitakana ishe Kenya hii. Mtu mwenye kama kuna mtu alichapwa na mimi si kuona akichapwa, nilikuwa Nyayo live. It was just Peter Salasya. Ambapo alisaidiwa kwa sababu he was misbehaving, akasaidiana, wakampeleka kwa polisi, polisi akamwambia aende nyumbani. Akaenda kutake refuge na hospital. He wasn't going to be treated. Salasya anapendanga tu kwenda kwa hospitalini. Apige picha atoke hapo. Salasya is a comedian. Na the speaker amesema hapa, the problem in Kenya, we elect comedians, we expect them to do the right thing.
That kind of comedy in politics should stop, or else watu watachapana tu, watu watapigana tu. Stop blaming. You should not continue blaming another tribe over your stupidity. Wacha kwanza kusema sijui Wajaluo, sijui sisi tumepigwa, sisi Waluya, sijui hiyo mchezo iachwe. Salasa must behave. Salasa kule kwao mambo ya kupiga watu it must stop, because malipo ni hapa duniani. Chenye unafanyia mwingine usifikirie utaenda mbinguni hadi ndio ulipwe. Ni hapa tu. Si ameshalipishwa, ashalipwa. Sasa anapiga nduru. Ule msia hakupiga nduru. Jambo la pili, nataka kuzungumzia mambo ya uongozi. Unajua Kenya, Mr. President, Kenya is divided into tribes. Na ile ni jambo ambalo hatutaepuka, hauwezi danganyana. Kenya imegawanyika kwa misingi ya kikabila. Ile kitu tutakacho tufanye wakati wa siasa ni kujipanga na kuelewana. Lakini kusema kwamba tutatoa hiyo ni uongo. Unajua kwa sasa tuambiane tu ukweli. Hii itakuwa ni uongo. Wacheni niwaambie. Kumekuwa na trend. Mimi si kusupport Raila Odinga. Na nyinyi Waluya wenye saa hii mnakuwa incited. Sisi tuliwaambia ya kwamba waache kusupport Raila, kuja tusupport Ruto, tugawane serikali. Mkakwama kwa Raila. Alafu Raila naye akaangalia vizuri, akaona kwamba Ruto ni mtu mzuri. Ameenda huko. Wewe umeanza kulia. Wakati kwa tunakuambia kuja huko unaona. Sasa unataka Raila aende huko na kuletea chakula kwako. Wewe kama mahali huko bwana. Tukae mahali tuko. Saa hii watu wanasema watu wameanza kucheza siasa ya ujinga. So you expect wewe ucheze siasa ya kiukabila na mwingine asicheze. Sasa watu wameanza kusema kwamba sasa Raila ameenda kwa serikali, sisi tunataka tujipange kama wa Nilots, sisi tunataka tujipange kama wa Bantus, sisi tunataka tujipange sisi kama nani. Wacheni niwaambie, wakati Raila Odinga amesimama Kenya hii muda mrefu, Raila Odinga alikuwa anatetea Nilots sama Kenyans. Nataka nyinyi mnijibu. Kuna swali pahali. Lakini waje nifuruku nyuma customer. Waje nifuruku kila kitu. Ujibote. Rwanda after ile sanga yenye wapata kuongelea kabila Rwanda unaweza shikwa na kwa nini Kenya sasa inakuwa ipo wenye tayari wameachana na ukabila? Na je, kama wewe na hii ukabila yenye unatuambia tufuatilie, do you see a lively nation coming from it? Hiyo ndo swali yangu. Thank you my comrade. Wewe toka na uje hapa, hii ni bunge. Nataka tuambie ni mtu gani amelia ya Raila. Mimi nafikiria vizuri sana. Mimi nikiangalia vizuri sana, labda Waluya sasa ndio wamepumzika ama wamepumua sababu ya. Are you contributing ama unauliza? Haya, wacha nianze na hii. Tanzania, mtu asikudanganya ati Tanzania hakuna ukabila. Ukienda Tanzania wakati wanapiga siasa zao kuna ukabila. Mtu asikudanganya Rwanda hakuna ukabila. Ile kitu imefanyika Rwanda ni kiboko ilitembea ikawalazimisha, they are forced to, kwa sababu ya kiboko. Now those are other countries. We are now talking about Kenya. Tuna ngoja naleta jibu. Yes. Wamesema kuna ukabila Tanzania yenye mimi sijui na yeye anajua. Yes. Atueleze Tanzania ikifika kwa siasa, hii kabila hufanya hivi. Nikiangalia Kenya venye Wakikuyu wanafanya hivi, Wajaluo wanafanya compare Tanzania na Kenya, siweke tu ati kuna ukabila Tanzania. Okay, unajua Mr. Speaker, nikijibu hiyo, ukabila ni ukabila. Whether ni ukabila kidogo ama ni ukabila kubwa. Ukabila ni ukabila. Wacha nikuweke sawa. Ukienda Tanzania wakati hao wanacheza siasa yao, unajua sisi tunaangalia tu presidency.
And wakati tunaenda kwa presidency, hata ni Kenya tunasema kwamba hakuna ukabila kwa presidency, inakuanga ni democratic space. Kwa sababu huwezi, kwani Kenya marais wanasemanga wangapi? Si ni wawili tu. Unapata Raila amesimama na Uhuru. Uhuru ni Mkikuyu, Raila ni Mjaluo, lakini Waluhya wanapigia Raila. Wa Somalia wanapigia Raila, wa Kisii wanapigia Raila. Kwani nyinyi ukabila mnazungumzia ni ukabila gani? So huwezi kuniambia ati Kenya iko na ukabila sana yenye inazuia mtu kuwa president. Ini Kenya kuna makabila 42 yenye inajulikana. Huwezi kuniambia tunakuanga na presidential candidates 42 on the ballot. Wanakuanga tu wawili. Inamaanisha hao wengine wote wanajialign. Hao pande. It is just a democratic space. Let us not actually narrow it into tribal. Tukue kwamba hii ni siasa Kenya. Demokrasia ya Kenya inaweza kuwa tofauti na demokrasia ya Rwanda. So we cannot carry Rwanda and bring it into Kenya. Tukiambia sasa wa Kenya waende wakae Rwanda, watalia zaidi. Kwa sababu in Rwanda there is no democracy. Yes, we may say that there is no tribalism, but there is no democracy in Rwanda. Hii democratic space hii unapigwa na utawekwa ndani. But in Kenya there is an open democracy whereby you make your own decision based on what you prefer. Mr. Speaker, mambo ya president. Nilikuwa nasema hivi. Wakati Raila Odinga amekuanga opposition, Raila hakuwa anatetea Wajaluo, Raila hakuwa anatetea wa Nilotes, Raila alikuwa anatetea Wakenya wote. Lakini sasa imefika hadi sasa wakati yeye ameenda kwa serikali, kuna watu wanasema hadi sasa wanataka kumalienate. Hadi sasa huyu amekuwa ni mkabila. Sasa Raila ukabila yake imeanza lini? Wakati Raila amesimama anazungumzianga Wakenya. Hii dakika mbili tu amekaa kwa serikali, nyinyi mshaona kwamba Raila ni mkabila, nyinyi mshaona kwamba Raila ni mbaya. Wacha niwaambie. Now Raila is exiting politics. Instead of someone else now taking over, who will defend Kenyans? Wewe unangangana kufuata Raila, sijui ametusaliti. Wewe Raila alikusaliti wapi? Raila yeye amechukua msimamo yake kama msimamo ya kisiasa. Wakati Rigathi Gachagua alikuwa impeached, Kalonzo Musyoka mwenyewe alichukua uamuzi yake ya kisiasa akaenda kufanya kazi na Rigathi Gachagua. Hakuna mtu ameambia Kalonzo Musyoka kulifanya makosa. Hakuna mtu amempiga vita. Raila Odinga naye akachukua his own personal decision afanye kazi na William Ruto. Mbona hii ndio mnaona na hamuoni ya Kalonzo? Kwani kufanya kazi na Gachagua ni mzuri sana kuliko kufanya kazi na William Ruto? Wacheni watu wafanye maamuzi yao ya kisiasa kulingana na venye hao wenyewe wanaona. Raila anaona mbele. Raila haoni hapa penye wewe unaona. Anaona mbele. Anaona kwamba sahi we are heading into a certain political agenda yenye inaweza umiza Wakenya. Anaona wacha nikae hapa na president. Na wacha niwaambie, hata wale watu ambao wanasema ya kwamba William Ruto ni mbaya, Raila akitoka pale watarudi hapo. Wanataka tu hiyo space wakuje wa occupy. And they have been occupying that space for a very long period of time. Lakini Raila hajakaa pale mwaka mmoja. Ile nduru yenye iko Kenya hii, unatafikia Raila amekaa pale kwa kiti miaka 10. Kwa hiyo Mr. Speaker, mimi nikimalizia, nataka niambie Wakenya hivi. Wewe mwenyewe uko na kura yako. Wewe mwenyewe uko na maamuzi yako ya kisiasa. Wacha kuanza kuataka watu wengine. You are now forcing politics in Kenya irudi tena kwa mambo ya ukabila. In fact, Raila Odinga na William Ruto hawako kwa mambo ya ukabila. Wako tu kwa mambo ya Kenya. Lakini sisi wenyewe kitu kidogo tumesharudi kwa makabila zetu. Kabila yetu imeonewa. Kabila yetu hajachukuliwa. Kabila yetu hajafanywa hivi. Wachana na hiyo siasa. Wacha sasa tucheze siasa ambayo tusikiza hawa watu wawili. Na wacha niwaambie, unajua serikali huwa ina struggle tu kupata first term. Second term comes automatic. You like it or not. Nyinyi wote ambao mnalalamika, kujeni msupport William Ruto kwa hii serikali yenye Raila anakula, hata nyinyi 2027 ni mkule. Kwa sababu William Ruto hamtamtoa. That guy anaenda paka 2032. You like it or not. William Ruto hatoki pale kwa saa hii. Thank you, Mr. Speaker.